TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Say
Tunakuabudu Bwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu. Unastahili
asifiwe katika maisha yako, asifiwe katika familia yako, asifiwe milele. Usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, utukuzwe Bwana, uinuliwe Bwana, upewe sifa zote Bwana. Kama wewe Bwana, sifa Bwana, pokea sifa. Baba, tunakutukuza, jina lako linahimidiwa. Wewe ndiye Mungu na hakuna Mungu mwingine. We worship you, Father. We glorify your name. Somebody open up your lips. Somebody speak, somebody speak, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Vunja mapepo zote, vunja nguvu za giza, haribu kazi za mwovu shetani, vunja satellite zao, vunja nyota zao, vunja mipango yao yote, isambaratishe, ivunje katika jina la Yesu Kristo. Tuendelee kucheza ngoma, Rema shakandololololole ora mama zayari na ikendelele burianda ya izekende ya vunja mipango yote ya shetani, maroho yote yaliyotumwa na yaliyojituma, mapepo yote yaliyotumwa na yaliyojituma, yote ikaweze kusambaratika katika jina la Yesu. Vunja miamba, vunja ngome, vunja nguzo za kifamilia. All the generational curses, destroy them. Forces of darkness, destroy them. All the altars, evil altars, generational altars that have been speaking around in your life, destroy them. Vunja mipango, vunja minyororo yao, vunja pillars zao, vunja headquarters zao, vunja kazi zao, sambaratisha mipango yao yote, ivunje. Kamata maroho ya wachawi, kamata maroho ya wachawi, haribu kabisa. Kamata maroho ya wachawi, kamata maroho ya waganga, kamata sasa. Vunja anga zao, sambaratisha, vunja anga zao katika jina la Yesu Kristo. Vunja anga zao, vunja, sambaratisha. Kamata warogi, wakamata wachawi, kamata ibilisi, kamata every meso, hata Illuminati, kamata wao, wale wasinzi wote wakamate sasa. Haribu anga yao yote, chafua anga yao yote, wasikuone, haribu mipango yao wanayoifanya sasa. Vunja anga zao, vunja anga zao. Kamata wachawi walio ndani ya kanisa. Kamata wao sasa. Arrest them. Sambaratisha.
kazi zao. Paralyze them. Paralyze them. Paralyze them. Maroho ya umaskini kamata. Kamata maroho ambayo imekuzuia kazi ya Mungu. Every spirit ambayo imeinuliwa kinyume na kazi yako, kinyume na mipango ya Mungu iliyo juu yako, kamata hiyo mipango yote ya shetani. Kamata maroho ya wazazi, kamata maroho ya majukuu, kamata maroho ya maeneo, generational curses, kamata generational curses, forces of darkness, arrest. Kamata sasa, kamata anga yao, kamata wakuu wao, kamata makomanda wao, arrest them now. Arrest them now. Makomanda wao wanaozungumza kinyume na maisha yako, kamata kazi yao. Kamata anga zao, anga ambao wamekamata biashara, kamata wao. Wale waliokamata ndoa, kamata wao. Wale wakamata huduma, kamata wao. Haribu kazi zao, vunja settlement zao. Wale wameleta magonjwa kwenu, kamata hizo anga za magonjwa, kamata, kamata, haribu kazi zao. Mwambie ni wewe. Surrender. Inua mikono yako juu, mwambie ni wewe unastahili. Unastahili kuabudiwa Baba. Hakuna Mungu mwingine ila ni wewe. Wewe tu ndiye tunayekuabudu leo. Unastahili. Unastahili. Niwaangalie Kai. Niwaangalie Baba. Wewe Kai. Utiwe Kayuke. Inua mikono yako tu, ishara ya kusarenda kwake. Ishara ya kusema ni wewe tu. Ishara ya kusema wewe ndiye Mungu. Ishara ya kusema wewe ndiye unastahili. Wewe ndiye unastahili. Ni wewe. Ni wewe. Unayeponya ni wewe. Mwambie unajua kuponya. Ponya. Uniponye sasa. Ponya biashara yangu, ponya watoto wangu, ponya mama yangu, ponya dada yangu, ponya kaka yangu, ponya watu wetu. Yes. Unayefungua ni wewe. Unafungua kabisa. Haya, wafunguliwe. Watu wafunguliwe sasa. Watu wafunguliwe. Biashara zifunguliwe. Maisha yafunguliwe. Huduma zifunguliwe. Huduma zifunguliwe. Zifunguliwe sasa. Minyororo ikatike. Minyororo ikatike. Unayefungua kabisa Bwana. Yes. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe peke yako Bwana. Ni wewe. Tunamwomba Yesu. Ni wewe. Wewe
unaweza piga magoti yako chini, umwambie Mungu ni wewe. Mweleka iniwe. Kama utaweza go on your knees. Let us say God ni wewe. Hakuna Mungu mwingine. You are the only God. You are the only God. You are the Father, the King of Kings. Kwa maisha yetu We worship you, Father. I worship. Kwa maisha yetu Bwana, I worship. You are the only King. You are the King, Oliver. You are the King. You are the King. ni wewe Bwana. Kwa kanisa hili ni wewe, kwa CFC Bwana ni wewe, ni wewe Bwana. Kwa kanisa hili Bwana ni wewe, tunakuabudu ni wewe, sikia maombi yetu ni wewe Bwana. Father, we thank you. We glorify your name. Ni wewe. Hakuna Mungu mwingine. Wewe ndiye mwenye mbingu na mwenye dunia zote. Malaika wa mbinguni, makerubi na maserubi wamekusanyika kwenye kusanyiko la mbinguni wakisema unastahili kuabudiwa. Tunaunganika pamoja na wao kusema unastahili. Unastahili Baba. Naungama dhambi zote zangu na za washirika wote wa kanisa hili, watoto wote wa uzao wangu na watoto wa kiroho wote. Naungama dhambi zao na zilete kwako, kukuambia ni wewe, ni wewe, ni wewe. Niongoze kwenye ibada ya leo. Waongoze watoto wako kwenye ibada ya leo. Wache wakafunguliwa waliofungwa. Wache wakawachwa huru walioshikwa mateka. Waliokandamizwa na wakaachiliwe, na waliotekwa wakawachwe huru. Mungu tusaidie siku ya leo. In Jesus name we pray. Somebody say amen. Thank you. Thank you. Yeah, you may be seated. Kabla uketi na salimia mtu mmoja, wawili, watatu na wauliza. Nataka kujua jina yake, ametoka wapi, ametoka nchi gani. Anaweza kuwa ni Msomalia, amekuja akiwa Al-Shabaab. Muulize kwa nini unafurahisha kwa nini ukifuga bomu. Waulize tu, hata kama ni Mnyamulenge msalimie tu, muulize uko kwa Wanyamulenge wanakaa namna gani. Amen. Thank you. Punguza volume ya kinanda tu kidogo tu. Thank you very much. Thank you for the worship team. That is how I would prefer. Please, wale ambao wanapanga mipango, ninataka worship wanaanza saa 5. Tunaenda 2 hours ya non-stop. Please don't interfere with worship. Wacha waanze saa 5. Mambo mengine yote kutoka nyuma nimewapatia mpage kutoka huko nyuma, kutoka saa 3, hiyo ni yenu. Sasa muachie worship kabisa kabisa, muache tu tukue na worship mzuri. I like when we invite the presence of God, and I like when we raise our team, we go very strong, so that we can have a true worship. Sindio? Simesikia kuna presence sasa. The true worship. I want to have a true worship church where we really worship. We take most of our time to worship. Sindio? Say many amen. That is very important. Yeah, on tarehe 9, ni 9 Ian. Tarehe 9 tuko na youth conference, na tumeitaita watu kutoka nje. Hata wahubiri tumewaita kutoka nje. Na ningefurahi tu kama una mchango wako unaweza kusaidia katika kuimarisha youth. Na mnaona venye youth wetu wamepotea huko nje na wamekubali kukuja. Kama ungekuwa na kamsaada kako kadogo, sadaka yako ya youth. Muone Ian simama juu. Muone Ian na Susan
Susan, kuna Susan na Ian. Susan ako wapi? Akukuja leo? Okay, sawa. We maybe alienda kazini. Therefore, Ian is here. If you unasikia tu na ni vizuri kila mtu. Wacha niweke tu kwa compulsory. Wale mtu unajua uko na mtoto mvulana mkubwa ama msichana mkubwa, you have a youth in the house. Inua mkono wako juu. Inua tu mkono. How will you feel kusikia mtoto wako anavuta bangi? How will you feel? How do you feel usikia kuna kikosi maalum kimetengenezeka cha kusaidia hawa watoto wafufuliwe? How will you feel? Would you feel good? So make it sure it's compulsory. It is what? Utoe pesa yako, umpatie Ian tufanye hiyo, because we be launching. Tutatoka mlimani, tutakuja straight hapa ku launch. It is a youth program about to run the entire nation. Bwana Yesu asifiwe sana. Apart from the peace caravan tutakuwa na peace concerts. Peace what? Concerts ambazo tutaita mpaka waimbaji kutoka nje ya nchi na hapa kanji na all people wale tunaitanga celebrities. We are going to invite them so that we can have as many thousands and thousands of youth turning to Jesus Christ. Are you ready for that? So if you are ready to that, prepare to plant a seed on it. Okay? We must plant a seed. We must do something to plant that seed. So that kwa hivyo leo usitoke kwa hii nyumba. Na ukitoka kwa hii nyumba, before utoke, jiandikishe kwa jina. If you don't have money, jiandikishe kwa Ian. Kisha umwambie utamtumia lini, because ni 9th tutakuwa hapa, we shall launch. Let me give you a top secret what we did sometimes back. And si jivuni ama siringi, si kulinga na linga. Lakini hata kama ni kulinga mtanipeleka, mtadu. Mtadu. Kuna siku moja tuli launch program ya youth hapa na tukaakisha kando. Do you remember those people that were here? Mnakumbuka? And that was the birth of the Gen Z movement. Gen Z ilizaliwa kwa hii nyumba. Na ni kamoto tu tuliakisha kadogo. Sasa kamekuwa kakubwa hata kametushinda. Hata sijuangi venye kanaidaga. But the same people that we are with here, wale waliorganize your meeting tukakuja, they are the same people niliwarudi kuwaona kwa street wakisema mambo ingine. Na mimi sikuwa nimewaambia waseme ati Kasogo masigo. Mimi hata Kasogo tuliongelea Kasogo. Tuliongelea kwenda biguni. Kumbe na wao walichika mambo ingine wakaenda kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako mimi ni kiongozi. Nikiguza kitu lazima kiwake. So ndio naombeanga Gen Z because I know it's my product. Na pia naombeanga Mungiki because I also know Mungiki is my product. Sasa unaona hiyo mtu si mtu mzuri sana mkikana akianzisha kitu lazima kigurume, alafu kinaenda. Sasa nasikia kwa wanasemaga ni leaderless, ni headless, ni worthless, and I feel pain because of the people who are killing them. Na ndio kwa maana mliniona mlimani huko Sabasaba tukaenda kuomba. Tangu siku msikia mtu amekufa kweli? Si imesimama. Babu inakubaliana na wazungu kuleta Kenya is the cradle of mankind. Tell them Kenya is the cradle of mankind. As much as you think Kenya is a colonial puppet for the Western world, but Kenya is the cradle of mankind. Sema cradle of mankind. Hapa ndio mtu wa kwanza alitengenezekea. Kenya ndio the Garden of Eden.
Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says in the book of Genesis, inasema the Garden of Eden is in the middle of the world. At the east, upande wa east, middle of the world, in the east. Sasa nataka kuniambia Israel iko east? Iko east? Wapi east iko wapi? Iko Kenya. And Kenya, where is the equator? Equator iko katikati ama kando? Equator iko katikati ya dunia. Kwa hivyo kama tutaenda na Biblia venye inasema Kenya is in the east, in the middle of the world, and the Garden of Eden is in the east, in the middle of the world. Where's the Garden of Eden? Yes, it's a cradle. Tuende kwa wale walisoma, wangapi walisoma history? Historians, wale walipita vizuri, sio kama Ani alianguka. Watu walipata history wakapita mzuri. Najua mtu kuanguka history ni mtu mwenye ajielewi. Mtu alifanya history. History, watu wa history wacha niwaangalie. Watu walitorokea chemistry na physics. Ni walitorokea chemistry. Sasa hao wengine ni kumaanisha hawajasoma. Kama hamuko na mimi ndivyo naangalia kwa chemistry, hamuko watu wa chemistry. Watu wa chemistry ni mkono mzuri chemistry. Bachelor. Watu wa physics. Watu wa mathematics. Mathematics. Watu wa rhythm table. Watu wa geography. Watu wa geography, history na geography na CRE zinapelekana pamoja. Anasemanga ni watu wa arts, lakini ni kushidwa. Akili yao haiwezi kubeba voltage kubwa. Ni akili inashindwa kubeba voltage ile kubwa. Lakini msijali, mlisoma. History says the oldest skull of a human being ilipatikana wapi? Ilipata Turkana. So it is in Kenya where you have the oldest. Could it have traveled from America? Ama ni Keguo ya America ilibeba mafupa ikaleta mpaka Turkana? Is it Indian Ocean ilipita huko ikaruka mashamba mpaka ikaleta Turkana? Ama Mediterranean ikatoka huko juu ikarute ikaleta mpaka hapa? Yeah? Ama ni Hiti? Ni mafisi zilibeba mfupa zikalete? Could it be ni Hiti? Walichimbua chini. Kwa hivyo si Hiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning this is where the cradle of mankind. The historians say so, the scientists say so, and the Bible says so. That is why ukiona United Nations zinaanza kuletwa Kenya, they are returning home. Everybody is returning where? And you are where? So who is the host? Dokera modo sio getiga wana. Weambia mtiga wana we. I am the host of the world. Kenya is the host of the world. And then unaanza kujichukua ujinga. Wacha walete hiyo ya New York, hiyo ya Geneva zote zikuje hapa. We control the world. Number 2, Mount Kenya. It is the portal. One of the 4 gates portal. 4 gates ambazo ni portals. It is Mount Kenya and the biggest. Why Mount Kenya becomes the biggest? Because it is where we have the Ark of the Covenant is in Mount Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. But we have another gate in Brazil. We have another gate in Magog, kule is Russia. We have another gate in the other side of Israel. There are 4 gates. Bwana Yesu asifiwe sana. And this gate I'll come to teach you about them. Lakini wale tutaenda nao mlimani, I'll teach you. Because I'll take you where the Ark of the Covenant is. I don't know whether you'll be allowed to go there, but if the heavens opens and they wafungue, we will go there. But if they don't, ni kumaanisha nyinyi ni wachafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wako tayari tuende mlimani tarehe 8 mwezi wa 8? Nitalipa fare, nitakulipia fare. Msijali na fare, I'll pay for your fare. Nitakukobolea gari nikupeleke mpaka huko. Inahitaji utengeneze 500 tu ya kulipa gate. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huko ni kwa serikali wamefuga. Ni kwa wildlife. Sasa lazima ulipe. Na chakula yako ubebe. Na mavazi tunaenda na mavazi ya white. Usiende mkae kashoshoro kama Tada hivi, lakini msivae nguo kama hizi.
Unaweza vaa dress mzuri ya white. Okay. Yeye ni role na kole. Kale odole. Hivi. Unavaa hivi smart, kichwa ni kitambaa, si mside na hizo vichwa zenu ati kwa sababu umekaraga nywele. Tunaenda kumlima mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu tunaenda command na ndio nataka kukufundisha leo. Mwambie mtu mwenzako hapo karibu, sasa kaa tayari tufundishwe jinsi ya kucommand. Yes. To command. Ndio mpaka wachawi. Nasikia hii kanisa ati kuna wachawi viwili vitatu viko hapa. Gari kubwa. Nitangu lini tumeogopa vichawi? Sasa kutoka leo tumekamata wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mchawi ole wako. Kama ni msinzi na hiyo mtakataka ole wako, hapo utakamatwa sasa. This is a commanding. Hii ni altar. Wewe acha sarakasi. Wewe acha sarakasi. Tutakupatia tu yule soja alikuwa pale yako wapi? Wewe ni mtu wa kushughulikiwa na soja pale. Hamna power. Count na macho yako. We are 1 2 3 4 5 peke yake. Peke yake. Watano peke yake. Mumetoa. Nyinyi ni wa Freemason. Nyinyi ni wa Freemason. Oh, ye pole. Freemason nilimalizia kwenu huko UK. Hamuna nguvu. Hebu sema ndio. Hebu sema ndio. Acha tutenge kanisa State House utajuju. Atibujeke kanisa wapi? Weka hiyo microphone hapa tusikie. Ya Ruto sasa. Ndio hii wametuletea hii. Wewe pastor, iko wapi mic? Ati mnajeka kanisa wapi? Wacha tujenge kanisa State House utajujui. Seto, mnajenga kanisa Seto. Turudi tukuinde mpaka tuchukue uhai yako. Wewe tunakuona sana uko na mouth, ati wewe unatukemea mpaka ng'ambo. Niko na mouth. Uko na mouth. Tunakutumia intelligence. Tajujui. Haya, mumetuma intelligence. Tunakutumia intelligence hivi na NSIS. Zinatema hivi. Watakula na wewe, watakunywa na wewe, na hata wanaweza wakapita na hiyo mihomo yako. Wanaweza kupita na mihomo? Yes. Kwani mumepangaje kupita na mihomo yangu? Wewe si mtu wa kuabdaktiwa. Wewe ni maridhe kama ngapi? 3. Uende ukauke huko. Haya, ni maridhe ngapi? 3 kwa gari zako hizi very expensive. Ati nini? Hizi gari zako very expensive will be following you from today henceforth. The former Mungeke leader, we know you. We know you. Oh yes. Yeah, munaonaga mimi nitisho kwenu? Nimewatishia na nini? Unasambaratisha roho wa giza. Mbona umesimamisha Gen Z siandamane na we want a lot of blood. Aya. Yes. Unataka blood? We are in a mission. Yes. As government of Kenya, we are in a mission. We need a lot of blood. But you, ati unawatuliza. Tunachukua uhai yako. Mliona nikiwatuliza? Mliona nikiwatuliza? Tunakuinda wewe. Mliona nikiwatuliza? Si tuko kwa anga tunaona. Niliwatulizia wapi? Milimani. Mumetumana milimani ama mmechomekea milimani? Mumetumana milimani. Wewe hata wewe si kuabdaktiwa. Wewe mahali tunapatana na wewe ni ridhe gapi? 3. The former Mungeke leader. Shitwe. Yaani mumeona hamwezi kuniabduct. Sasa mtu kama uabdaktiwe na nani? Wewe tunataka tuka uhai yako. Mbona mnaogopa? We want to keep you in silence.
Nakuuliza mbona mmeshindwa kuniabduct? Sijui ni manguvu gani uko nazo. Lakini tukukumbusha lazima tujenge kanisa State House. Let us remind you that no matter who you are. Kwani mimi ndio nimezuia mjenge? Mimi ndio nimezuia mjenge? Ni madhabahu gani ya giza usabaratishangi wewe? Tumetembelea leo. How are you? Yeah, I'm fine. Yes. How are you? Sasa mnaona mtajeka kweli nikiwa kwanza tukikula maridhe kazi yetu tuendelee, lakini ukiwa hai hatuwezi jenga. Hebu niambie ni nani mmetuma makuja wanikulisha maridhe? Intelligence hesabu because your kifoni yako. Intelligence 1 2 3 watu wa intelligence watatu na wengine na NSIS moja na mwingine na Saidi kama wawili tu hivi lakini kwanza they'll be very close friends to you so that they catch you. Watakuwa mademu watakuwa mademu wa Mama Chari. They are men. Only men. But even they can come here. They pretend themselves they want to be praised. They have a lot of problems so that they win you. Hiyo ndio mpako. Nani amepanga hiyo? Wewe unashinda serikali. Aya, nimeshinda serikali. Sasa niambie, ni nani walipanga? Ni nani wamekaa chini kupanga hiyo maneno? Kikulato kingoni mwako. We will use your closest friend, your closest washirika. And we will pay them money. The former Mongeke, how much do you have? How much in this Kenya? I have more than Kenya. Oh, you have more than Kenya? Yes. Yeah, I wanna point you. Yes. Na mimi niko na kikosi ya binguni. Niko na kikosi ya binguni. Sasa nikuulize, walikuwa wamekaa kikao wapi wakipanga hiyo? Wewe tunakuwatch kwa YouTube. Tulia, walikuwa wamekaa kikao wapi? Ni kikao kwa klabu wanapangana. Ni nani exactly amewatuma? Nani komanda wao? Mimi mwenye kujenga State House. Sasa angalia, hebu simama juu. Simama. Ni order sasa. Haya, umesema ni risasi ngapi? Sasa na mimi nakuweka. Sasa simama. Order. Sasa wewe si wa risasi 3. Wewe ni wa risasi 1. Wewe the mjengaji wa kanisa. Risasi ngapi? 1. Risasi ya biguni ndio hiyo. Pisha. 1 2 3. Kwisha. Sasa sema hamutajeka Sema State House hamutajeka kanisa. Hata sina pesa. Kumbe hata hamuna pesa. Leukemia. Yes, imeanza kula pesa. So kwa hivyo unakuanga na leukemia? Nakuanga na leukemia. Unaona kama utakufa lini? Like no, I'm very sick. And I'm very tired. Because ile vitu shetani amenitisha. Damu haikutosha. Na target yangu ilikuwa majenzi waandamane. Now I haven't fulfilled my mission. Sasa I still want some more blood.
Now I'm not to get the blood. Now it's my blood. Oh, umekosa blood ya kutosha. Ndio, now it's my blood. Sasa ni blood yako inachukuliwa. Ndio. Na kulingana na daktari, alikwambia leukemia yako itakupeleka mpaka wapi? Oh, si lazima nifikishe 2027. Kwa hivyo hapa unaweza kuanguka katikati. Anytime from today. Yeah. Sasa wacha nikujengee kofini yako. In the name of Jesus. Ingia ndani ya coffin. Ingia ndani ya coffin. Ingia na ulale. Lala chini. Lala. Ingia ndani. Lala. Nyorosha miguu yako. Nyorosha miguu. Lala ndani. Lala ndani. Wewe na leukemia wako. Lose the spirit, lose the body. Amuka binadamu. Mimi Nongwe. Ona kando. Sitakupea madona usikize uache kuhubiri Mungu sana. Nikikupea tu pesa hivi unanyamaza. Kama tungapi? Nikikugonga kama ka 50 million. Mimi 50 million. Utanyamazisha mdomo. Hiyo ni mtoto. Hiyo ni account ya mtoto. Hiyo ni account ya mtoto wangu. Wache kuhubiri Mungu sana. Tuongee tukae hivi ya munemi sing tuongee man to man nikujenge tuongee man to man you give me your account number I give you 50M. That is your the plan. former mungeke because I want to shut your mouth. You want to shut my mouth? You want to shut my mouth? I shut you na kufunga katika jina la Yesu Kristo. Sasa wekeni hapo kando, sarakasi zake zimeisha. Tumesema tuko na youth conference which we need to support 100%. Muinueni ameisha. Ni yamu neche mga missing endo kai chini. Sawa. Nafunga hiyo mdomo yako kutoka sasa. Hautaongea tena. Satellite zenu zote ninazicancel in the mighty name of Jesus Christ. Intelligence yenu yote ninaikamata. NSIS yenu yote naikamata. DCI nimeikamata. Polisi nimeikamata. Jeshi nimeikamata. Katika jina la Yesu Kristo. I am powerless. Leukemia kula wewe. Sasa order. Nyamaza, funga hiyo mdomo sasa. Hii ni territory yangu. I'm the commander. Chief commander. Afrika mzima. Nini hakuna mahali mtanipeleka. Hiyo kanisa niliifunga. Na mtatujengea kanisa ya shetani, tulifunga. Walio kutuma hapa tumewafunga. Hallelujah. Mliotuma tumewafunga. Maajenti tumewafunga. Warogi tumewakamata. Hallelujah. Ukionege kaya nenume. Si niliwaambia watasaleda. Huyu ni Ruto wako hapa. Tuongelee kuhusu tarehe 8 tumesema tunaenda mlimani. Tunaenda kumalizia hawa. Tarehe 8 ndio tunaenda kuweka mwisho. Wale wa shosho mnajua wewe ni mtu hauna uchawi, hauna uganga, haujawahi guza. Nataka tuende na nyinyi mjiandikishe. Sio kila shosho ataenda. Hapana. Kuna mashocho wengine nyinyi mnakuaga na kauchawi kidogo. Ninawajua. Tumekuwa na nyinyi hapa. Mnakuaga na iditomo mmefugilia kwa suruali. Ninawajua. Kama gadi moyo. Waithe doi meho. Zedo moyo. Maleo nani ingi. Thank you. Ninawajua mimi. Tutafanya vetting. Tutaenda na kadhaa. Hata kuna wengine wametoka Meru, kuna wengine watatoka Embu, kuna wengine watatoka kila mahali. Tutakuwa na wao kwenye mlima siku hiyo. Ni kitu cha muhimu. Because you are going to decode
tunaenda kuweka a new pin code yenye mtaona kutoka siku hiyo, kutoka leo leukemia imeanza kuuma mtu. Kutoka leo leukemia, si umeona amelala hapa, inatangwa state, lying in state. Nataka niwakumbushe kuhusu our social media platforms. I've seen you are not participating in it. Kwa YouTube, kwa Facebook tumetengeneza vizuri. Si angalau weke ka comment kako tu hapa, hata kama unapenda kuangalia Nyengese ama Samido. Naona kwa Samido mmecomment sana. Na nyinyi ni watu wa kanisa. Niliona mpaka Dorcas amecomment kwa Dr. Samido. Welcome back Kenya. So I need participation kwa social media zetu. This is, if you are a member of this church, I want you to participate in it. Si ndio? Tuache kukaa tunde, because I want to also kusikia maoni yenu. I want to sikia maoni yenu, mnatoa maoni namna gani. Wengine huko wamenisupport sana, but I don't see Shiko there. Sionagi Agnes hapo, sionagi Roda hapo, lakini wakifika hapa ndio namba 1 kuongea. Lakini wakiingia kwa mtandao, you are lost. So I need to see that improvement. Planning za kesha zetu, as we said, the first week of the month for the time being, but we shall be having prayer groups in every Friday. The available Fridays takuwa na prayer group ya worship team. Tunakuwa na wanakuja wanalala hapa wakiabudu Mungu, na mtu atakosa hiyo, you are out of the team. Na every Saturday mnakuja mnafanya mazoezi pamoja, ndio mnapanga Sunday. Mnapanga Saturday venye mtaenda Sunday. Mmekuwa na a lot of confusion because we anaambiwa kuja fanya hivi, we anaambiwa kuja fanya hivi. I need you to work as a team and mugard yourself as a team so that you can have a progressive way, so that every person can participate in your worship team. Every person participate, na every person apate nafasi yake, mahali anachezeanga achezee vizuri, na kusikue kuna mtu ambaye ni so powerful kuliko wale wengine ama so weak kuliko wale wengine. Raise the bar, because now we are going international. Tukienda kwa mlima naenda kuwa launch, we are going international. Sasa kama unabaki huko Mukuru kwa Ruben, na sasa tumeingia Ruda, utaenda kutuambia tunijengea kanyumba kama bati kwa Ruda, hiyo malize. So on Wednesday, najua watu wanafikirianga Wednesday is for the foreigners, yani wale watu wanakuja kutoka church, not church members. Wednesday is for every church member, as long as you are within Nairobi and you can be able to access the city. Sasa nataka ikue a full service, a full. Sasa nataka kuwaona mpaka wazee. Wednesday tuko na service, Wednesday, kila Wednesday tuko na service full. Umesikia Agnes? Na hiyo Roda, kila member wa kanisa venye mnakujaga Sunday ni wataka Wednesday. Wangapi wamesikia hiyo? Jishike masikio. Jishike masikio bili. Sister yetu alituambia tunashika masikio gapi? Tumesikia. So I want you on when, not for the purposes of miracles. I want to teach you. I want to teach you because Mungu ameniambia tuende na speed, tuongeze speed, because things are moving very fast, na kuna vitu zinataka kufanyika Kenya, and anataka ni train watu wengi zaidi, ndio mambo ikianza kufanyika. I have a team to do the job. Okay? So Mr. Patrick, on Wednesday I need you here. Kuja kwako kwa kwanza kukuja, ulikuja on a Wednesday, alafu ukapotea. Miracle ilipofanyika ukapotea. Miracle seekers, yes, it is good. Miracle mtapata. Si mnaona miracle hapa imefanyika? It is good for the miracle, but sit down and be taught the word so that you can be strong. It is this not my work. Hii ya kutoa mapepo si kazi yangu. Hii ni kidogo sana kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. I am supposed to be in London. I'm supposed to be in Moscow. I'm supposed to be in Mexico. Niking'oa madhabahu. That's my work. Sasa angalia, mumeni contain hapa na katu hapa. Kila siku pepo toka, pepo toka, pepo toka. Lia na uende, lia na ucheke, lia na uende. Sasa umeona kazi yangu imekuwa limited sana. It's because you have refused to grow. God told me to raise 1 million people who can deliver people.
because we have 7 billion people. And na Mungu amewafungulia, kuna watu wanaenda ng'ambo. Nyinyi tu mtaingia ndege mtaenda ng'ambo. But who are only ready? Watu wako tayari kufanya nini? Kuenda. Sio kwenda kufanya kazi huko, kwenda kudeliver. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what God, the next mission ya hii kanisa na Mungu na watu wake ni kuinua kikosi cha kutuba. Kuna watu wataenda DRC, kuna watu wataenda Zimbabwe, kuna watu wataenda Dubai, kuna wataenda Israeli, wataenda kila mahali dunia mzima. Because of this world. Because kutakuwa na demand kubwa sana. Hello, kutakuwa na demand kubwa sana ya watu wa synagogue. Kila mtu atataka kipande cha synagogue. And now nyinyi mmekaa tu hapa no korogana mnarogana. You can imagine, ni kurogana tu mnarogana. Na mnaona yeye mwenyewe amejilete. Yeye mwenyewe amejilete amekaa hapa. Ama mnafikiria ni mama yuko hapa? Ni yeye mwenyewe bila bodyguard. Ameingia kwa komanda. Ambia nganga ukomanda yake imeisha sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. So Wednesday is compulsory for every. Umesikia cha ready? Wewe kwanza nitakuwa nikikumonitor. By saa 6 unakuwa umefika hapa. Na ule wewe na nywele ya red. Nitakuwa nikimonitor. Nataka worship team by saa 5 mnakuwa hapa. Mna prepare kila kitu. Tuanze sasa on a serious note. It is the progress. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwambie kwani wewe ni mjinga namna gani? Dada blood money. So kama uko na blood money, unatutisha na blood money. Joel. Hebu niletee tarehe kanya mkale na mai masiogoni. Ena da goshino. So the topic tonight is don't you give up. God is calling you. Don't you? God is calling. Sometimes you reach a point and you find that nothing is working in your life. And unajaribu kufanya kila kitu, maisha imekwama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka unafika huduma umejaribu kuisukuma haifanyi kazi. Ndoa umejaribu kuisukuma haifanyi kazi. You are trying to make things work, they are not working. The Bible is, God is telling us, don't you give up. God is calling on you. Don't give up because you are about to get there. Bwana Yesu asifiwe sana. But say for you, there is only 2 or 3 things that you need to do to understand so that you can be able to conquer the world, because you need to conquer the world. Na kukonga the world ni kushika na kutawala na kuizungumzia na kuinenea. Bwana Yesu asifiwe sana. Si umeona wametuambia wako na leukemia. Wao walikuwa wanajua kuna mtu wako na leukemia. Wametuambia yeye yako. Na anasema anytime. Na tulisema kuna wakati bendera yetu itakuwa nusu minani? Nusu mlingoti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is a way. Even if maisha ni kama imefika mwisho, ni kama things are not working for you, there is a process of God, because he is processing you. Ni kukupanga. The good thing now unakuta, yes, mtu kama huyo ametumwa ndio akuja atuambie progress yetu. Tumefika wapi? Ni mpaka wapi? No, God confirms. God makes things work for you and he confirms everything. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikupatie moto ya kumaliza hiyo kitu. In Jesus name. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sasa mwende mkajege. Ni mkakaliu. Ndeni mkajege kanisa. Yes. So when you look at everything and nothing is working in your life, hakuna kitu kinafanya. Hakuna mipango inafanyika. Huduma yako umepigwa na watu, wamekuzingira, wamekuakishia moto, hauwezi hata kutulia. Hauwezi hata kutulia. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umeinukiwa, because you are in the progress. It's only that you don't know, na you are not understanding the process of God in you. Because there is a process God has started in you. You see Maria? Concentrate on me. Are you getting me? Leave them alone.
This is a testimony. Yeah, this is a testimony. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the reason that you have tried to move, but nothing is working. God is telling you, don't give up. Hallelujah. Is about to come. Don't give up. Because when you give up, you surrender before the finish. Hata kama unaambiwa nyumba inaenda kufungwa kesho, don't give up. Hapa ni kama unaambiwa chakula hamuna, don't give up. Hata kama unaambiwa there is no success, the road is close ahead, don't give up. When they tell you that nothing is moving forward, don't give up. When they talk about that you are going to fail, don't give up. When they are saying that you are not going to make it, don't give up. Because there is a plan of God in you that is going to manifest very soon. Wakati wanakuambia now this is the end of you, it is the beginning of you. Because you have to come to the end with mankind. You have to come to the end with Lucifer. You have to come to the end with everything so that God can pick you up. And when God picks you up, he takes you to where he plans you to be. Because God has a good destiny. Ako na mipango mizuri. Destiny yako iko kwenye mikono ya Mungu. Lakini pia licha ya kuwa Mungu amekutabiria, Mungu amesema mambo mazuri yatafanyika kwako, Mungu amesema kuna kitu kizuri kitatendeka, pia kuna vitu vingine Mungu ametuambia lazima uvisukume, lazima uvifanye, lazima mapepo kama haya yakikuja lazima uyakanyage, lazima uyasambaratishe. Na ndio uliona nilisema tu worship hapa, tukiworship vizuri mambo itainuka, ngome za wachawi zitaanguka, mipango yao watajilete hapa kusema wao ndio wanaenda kukufa, wako na leukemia, watajilete hapa, maana there is something happening. Worship ndio inabadilisha anga. Bwana Yesu asifiwe sana. Worship ndio inabadilisha anga, na ikibadilisha anga kila kitu kinatii, mipango yote inatii. Kwa hivyo lazima tuweke mkazo in the worship, and every person in the worship, you are not kuja mpiga makofi mkimba, you get deeper into worship as they worship together with you. You cannot make it kusema tuko na worship team mzuri sana. Are you part of the worship team? You must be part of the worship team. Tuko na kanisa nzuri sana, you must be part of the church. Hiyo church nzuri sana. Tuko na apostle mzuri sana, you must be part of the apostle. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na kitu kizuri sana, you must be part. Tuko na media nzuri sana, you must be part of the media system. Ndio tuweze kufikia. When you share and you share it widely, inaendanga mbali, inafikia watu wengi, na ikifikia watu wengi kazi na yao inaendelea ikakuwa nzuri. Ninaendaga nikifika mahali naona kila mtu anakuja ananiambia, "Oh pastor, nakuonanga kwa TV, nakuonanga kwa YouTube, nakuonanga kwa TikTok, nakuonanga kwa TV. Opa apostle unatujenga, apostle umekuwa baraka kwangu." Apostle hakuna mahali naenda nakoza. Na kama what if hiyo ni mimi peke yangu? What if you participated? What if you participated in sharing? Let us make it move faster. Let us reach to the millions and millions of people, because already tunakonga. Hakuna kitu ya maana kama pepo linakuja linakwambia mimi ni mgonjwa na ninaenda kukufa anytime. It is the greatest victory you can ever have. The greatest breakthrough you can ever have. The greatest success. Sasa wale wajai mnakujaga kulala hapa, wale wagaga mnakujaga kukaa hapa, wale mnakujaga kushikilia maneno isifikie. Sikia mkubwa wenu is ready to die. Sasa you surrender tu. Kama mkubwa amesurrender, when the leader has surrendered, the army has to surrender. Wewe uniago tu nilagete. Na matire besha. Yagieki. Jerry tia. Acha na wali bangi zako hizo. Wali bangi ni ya shetani. Na si hataki pesa ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. But for these things to happen, for you to succeed in life, for you to become, for you to win this battle, you need to understand there are 4 things that will happen in your life, and you must command them. You must command them for you to succeed. Somebody give me Genesis chapter number 1 verse number 14. Genesis chapter number 1 verse number 14, so that we may be able, as much as you are trying to struggle, as much as you are trying to push it, as much as you are trying to make these things work, they will not work until you command some forces. Lazima
tuweke nini, lazima you command your paths, lazima you command your seasons, lazima you command, put high kidogo, lazima you command some other things for you to be able to succeed. Huyu mama amekuja hapa, wakati alikuja alihangaika sana, alienda kuuliza watchman pale, alikuwa anatafuta synagogue because she was on a mission. Bwana Yesu asifiwe sana. The spirit in her was on a mission to come and make sure these things would not work. When I came here, in the morning when we were having the preaching ya saa 9 usiku, then we had that big confusion and everybody was like, hapa kuna watu wa Freemason, hapa kuna watu wa nini, and I could see hivi ni vitoto vya kiroho havijielewi hata kidogo. Vitoto vya kiroho havijielewi, maana wanazungumzia kitu hawakielewi. Kumbe confusion ilitumwa kutoka mbali ikuje iwasambaratishe. Wamelala wakizunguka usiku, wakizunguka hawajielewi, maana majeshi ilitumwa, majeshi ya kuzimu ilitumwa ikuje iwasambaratishe, iwapiganishe, iwagonganishe. Nikikuja ni asubuhi tukaanza kuongea na wao, kila mtu alikuwa confused. Kumbe nyinyi ni wachanga wa kiroho, hamjielewi hata kidogo. Vita vinapangiwa, na nikwambia this is diversion. You need to have understood this is a diversion. Iwaondoe ndio waweze kuingia. Sasa unaona wameingia. Waliingililia wapi? Na kuna watchers. Waliingililia wapi? Na kuna watchers. Ulielewa? Waliingililia wapi? Na nyinyi ati ni watchers. Umeona? Wakati Yesu alikuwa ndani ya boti amelala na watu wake, madisciples wako pale, boti ikaanza kuyumba mpaka wakaenda kwa Yesu wakamuuliza, kwani ulikuwa na mpango tukufe hapa? Yesu akakuja akatuliza mawimbi yale, akayatuliza, akaambia tulieni, I am in charge, I am in control. Sometimes wakati ule anatuliza, kumbe kuna pepo liko mbali, nilo limetuma maaskari, nendeni mzuie hiyo boti isikuje, maana tunaenda kutolewa. Sasa ndio nena wametumana, mawimbi yamekuja ndio kutupiga, kutuzuia, maana yule anaondoka, hiyo nyumba tunaingia huko, tunaenda kujenga kadhingira huko ndani. Halo. Yesu alipofika pale, walipofika ufuoni, kitu ya kwanza ni wale watu wawili walikuwa wameshikwa na manini? Walikuwa wameshikwa na nini? Mapepo. Kitu ya kwanza walimuita son of David. Son, walimtambua. Mapepo yalimtambua, yakajua. Mapepo haya lazima yakutambue. Yasipokutambua ujue hakuna mahali unaenda, haujulikani. Wamepigana vita, wamejaribu mpaka wameplan, wametumana maene saesi hapa wakuje, wametumana mpaka chakula nimewekewa sumu hapa, wamepanga mipango mizito hapa, lakini kuna mpango umefaulu. Na hakuna mipango itafaulu, maana I am with my mighty God. Denagaimonene. Bwana Yesu asifiwe sana. Denagaike. But watatumana. Sema watatumana. Leo usiku walitumana, jana saa 4 walitumana hapa. Wamelala na intercessors hapa. Walilala na intercessors hapa. Sasa intercessors kitu walifanya, wamelimana. Wewe hapa tuko na watu wawili wa Freemason. Tuko na mtu mmoja ni mchawi. Tuko na mtu mwingine ni mganga. Tuko na mtu mwingine, na wao wote walihesabia watu wawili wa Freemason. Watu wawili wachawi. Watu wawili ni waganga. Watu wawili sijui ni nini. Na wao wote ni watu 6. Sasa walisema watu wawili ni wa Freemason, watu wawili ni waganga, watu wawili ni waganga, ni wachawi. Sasa wote wawili. Sasa niliwaangalia hivi nikashindwa, watoto wangu, hamjielewi. Vita haviko hapa. Mlitumia mishale. Halo, vita vinakuja. Ndio uliona nilijihami na nikakuwa mkali, maana nilijua ni maroka. Murago ndio tigiro kingeo. Muke todo Michael Mwaki, uyu noyo Michael Mwaki marowe, uyu noyo Michael Mwaki marowe, uyu noyo Michael Mwaki marowe. Sasa nilikuta watu wamekaa kama manyangumi, wakiakiusiana ati huyu ni wa Freemason, huyu ni wa Freemason, hawa wawili ni wa Freemason.
hawa ni wachawi, hawa ni wagaga, hawa ni warogi. Sasa unakuta nikahesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 wote ni wawili. Sasa nikashindwa ni nani mzuri. Kumbe kulitumanwa usiku. Sasa ukiaga kumenya jemo yao ukose kuelewa, wanawarushia confusion, ndio mnakosa kuelewana, mnapigana, mnalimana mpaka by the time wakikuja wanakuta mlango imefunguliwa, barabara zimefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be very tactical. Hata mimi naweza kutumika kusababisha waingie. It is not necessary to kuwa ni intercessor ama ni worshiper ama ni nani. Anybody can be used, even myself. That is where you have to have a discerning spirit to understand every movement. Ukiona mtu amesimama unajua, unajiuliza in the spirit amesimama kwa nini? Life is spiritual. Ukiona pale worship venye wana behave pale, unajiuliza ni kwa nini wana behave, because life is spiritual. Ukiona mzee ameanza kuamuka akifanya hivi, nataka kujua, just don't let it go. Just taka kujua ni kwa nini ameinuka wakati huu, hakuinuka 10 minutes ago. Because there is a plan. They want to disorganize you. They want to keep you busy. They want to make you fight one another. After they have finished the job, kesho mtakuta you are very good intercessors. Hata mnaomba mnasikia breakthrough. Because walikuwa nataka tu upenyo, walikuwa nataka kuingia kwa mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi Mungu alikuwa anaambia wanakuja, kaa tayari. Watu wako washalalizwa wote, mlikuwa mmelala. Kwenda kabisa. Jidunge, mtakunywa nyinyi. So, for you to be able to understand this, for you to be able to know how to command, for you to know how to command and how to make things this work, before you start a journey, you need to understand one thing, that there are things that God uses and also the devil uses. There are things that God uses and also they are used in the kingdom of the devil. The same two. Hizo. Maana kuna watu wanaambia watoto wa dunia wanaelewa vizuri kutuliko. Ni waelefu kutuliko. They know how to plan, they know how to organize, they know how to command. And I want to read in the book of Genesis, Genesis 1. And God said, let there be light in the expanse of the heavens to separate the day from the night. And let them be for signs and for seasons and for days and for years. For you to be able to succeed in life, for you to be able to win any battle in this world, you must understand the principles of the sun. You must understand what is in the sun. What kind of power that is in the sun. Na tunakuta watu kama kina Nimrod, they understood the sun. Watu kama huyo mwingine kwa nani? Constantina, they understood the principle of the sun. People like the Roman Empire, they understood the principle and the powers behind the sun. There are 4 things I'm going to teach you tonight, and if you are going to be able to command these 4 things, you are going to become winner. You are going to become successful. Because when the Roman Empire waliangalia wakaona the only way to rule the world, they must command the sun. And the way to rule the world, kina Nimrod waka-organize, wakatengeneza siku ya kuabudu, wakaitua siku ya Saturday, Shabbat, wakailete Sunday, because they had to create a god of the sun. Bwana Yesu asifiwe sana. They created a god of the sun. Na hiyo ndio tunaita Sunday. This Wakristo hao wote unaona tunaabudu siku ya Jumapili. We worship a god called sun. Bwana Yesu asifiwe sana. Why do they invoke the god of the sun? Why do they invoke the sun and they remove the Shabbat? The Shabbat is the day that God rested. He rested the 7th day. The 7th day is on Saturday, it's not on Sunday. But they changed the calendar so that the calendar can fit the plan they want, to distort the plan of God over your life. Because the calendar we are using, the Gregorian calendar, ni calendar ambayo ni ya kishetani, sio ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. The true calendar ni ile iko na Ethiopia. Inaitangwa namna gani? Mnajua? Yeah? What? Luna. Mbona unaongea na uoga? Si ongea na nguvu. Ongea with stamina. Inaitwa Lunar calendar. What is Luna? Luna is sun.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hawa wakabadilisha wakaita Gregorian calendar, ndio wakuondoe from the season of God. The lunar calendar places you in the season of God, in the plan of God, because the sun, turudishe hapo, because the work of the sun, and God said let there be light, and in the expanse of the heavens to separate the day. The meaning, the power and the work of the sun is to separate the day and from the night, and let them be signs. Hallelujah. And for seasons and for days and for years, for you to know where you are, what you are supposed to be, when is your season and when is your time, the sun must be involved. So they knew the only thing that makes you involved with God's plan, it is the sun. Because the work of the sun is to separate the day and the night. To separate you from down to up. To separate you from one season to another season. To separate you and to make you move from where you are. And understand yourself where you are supposed to be today and where you are supposed to be tomorrow. You must be able to understand this situation. Lazima ujielewe. Lazima ujue. Na hawezi kujielewa bila kujua season yako ama wakati wako, maana Mungu ni Mungu wa wakati. So if you don't understand the sun, and if you don't be able to command the sun to take you to your position, then the sun will mislead you, because already the calendar you are using is a misleading calendar. Bwana Yesu asifiwe sana. Because now in Ethiopia tuko mwaka wa 19, tuko 19 ama we are in, tuko 20 Ethiopia. Abana. Tuko 19. Ebu mtiangalie Google hapa sahi. Ethiopia miaka nyuma. Alafu unajiuliza kama hiyo ndio wanatumia na wale wanajua Yesu na wanajua na Yesu na hiyo miaka. Kumaanisha wakati Yesu atakuja, Yesu wetu atakuja kama 10 years ahead. Yesu wa Ethiopia akikuja. Ama Bwana Yesu asifiwe sana. So and God said let there be light. What is the meaning of light? Light is to shade, to open, to kukuakishia mwanga, to open your eyes, to open up your life. Without the light, your life cannot be able to work. Without the light of God, your ministry cannot thrive. Without the light of God, the marriage cannot work. Without the light of God, there is nothing can work in your life. You need the light. Unahitaji mwangaza. Let there be light in the expanse of the heavens to separate. In the expanse of the heavens. While the heavens it's there, then you need to separate the day and the night so that you can have a season. When the day and the night is separated, it automatically generates a season for you. And then you go to kitabu ya Koherethi nasema nini? Mungu ni Mungu wa nyakati. God is a God of seasons and time. If God is a God of season of time, it means it is God of sun. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndio Nimrod walichukua na Constantine wakachukua the Roman Empire, wakaiweka into the calendar. Then they created their own calendar away from the calendar of God. Which year are we? We are 2017 in Ethiopia. Right now. Sasa hebu niambie Yesu atakuja na kalenda gani? Tutualie. Yesu atakuja na kalenda. Tuseme Yesu ameambiwa atakuja tarehe 27 mwezi wa pili. Mwaka gani? Mwaka wa Ethiopia ama mwaka wa Kenya? Hello? That is a confusion they brought. And this is the kind of confusion they will bring to you so that you can lose the mark of God. So that you can lose the time of God. So that is why it is very important for you when you are praying fast. That is the first thing to attack, the sun. Pray to the sun. Omba, command the sun. Tell the sun your work is to bring light, to separate the day and night. You are let there be light in the expanse of the heavens to separate the day from the night. And number 2, let them be for signs. Let the sun be there for the signs and for seasons and for days and for years. So when you command the sun, you command your signs, you command your days, you command your months, you command your years, then you are able to fix yourself where God wants you to be. That is the power of the sun. You must know how to command the sun. You must know how to capture the sun. Na ndio naona waganga wanatumia jua kumonitor.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatumia jua kufanya vitu zao because they understand the logic, they understand the plan of God, the idea of God. 20 verse 2 haraka. And let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth. So this sun is supposed to give light upon your life, light upon the earth, light upon your business, light upon your ministry, light upon your marriage. It is supposed to bring light. That's the reason of the sun, to the spiritual reason of the sun, to bring light on your life. Kulete mabadiliko, kulete change. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And it was so. Verse 3. 7:16. And God made 2 great lights. Now get me here. And God made 2 great lights. The greater light to rule the day. Hello. So when you command the sun, you rule the day. Hallelujah. The power of the sun is to rule what? The day. So you must be able to command that which rules the day. So your day must be ruled by you. Once you command the sun, the day will be ruled by you. So whatever you will want in the day, you will get it. Wherever you will want to go in the day, you will make it. Whatever you want to do in the day, you will make it. Because you have the power, you have the rulership, you have the control of the sun. So anything that is happening around you, the business you are doing around you, it is ruled by you. And then ruled by day, and the lesser light to rule by night. Which is the lesser night? It is the moon. And that is where Kina Nimrod, they created the Monday, the moon day, Sunday, the sun day, and the moon day, and the Saturday, the star day. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you are able to understand that the work of the moon is to rule the night, that is where unakuta wachawi wanatumia mwezi kutawala usiku. The Muslims, they are using the moon, hallelujah, and the star, because they understand the power behind these 2 things. This is for ruling the night. When you are sleeping unangorota tu, they are ruling, they are making decisions in the night. Wakiamuka asubuhi wanakutana na jua limewaongojea, because already they have ruled the night. They are capable, they are ready to rule the day. Once you know and understand the power of the sun, the role of the moon, the role of the sun, you are able to move and to rule. Because you rule the night and you rule the day. When you command the moon in the night, you command the day, the sun in the day, then you have the power of supremacy in your hands. And this is the reason unaona wachawi wako mbele yetu. This is the reason watu wa Freemason wako mbele yetu. This is the reason watu wa Islamu wako mbele yetu. Because they know where power was put by God. Power of rulership was put in the sun, in the day. The power of rulership was put by God in the moon, in the night, for the night. So the moon controls and runs the night. So any source of power you need, it is in the moon. So what do? You need to command the moon as you go to sleep. Before you go to bed, you command the moon. Then you command the whole night. You command every demonic power ambazo zinazunguka, unazivunja. Mipango ni malaika wa kishetani wanaozunguka usiku, unawavunja. Mipango ya wachawi na waganga ambao wanazunguka usiku, unawavunja. Unaambia mwezi, maana wanatumianga nguvu yako, unakatasa mwezi, unamwambia, me, I am the greater creature than you. So I command you, moon, that you shall not be used by the witches to do witchcraft, to do illegal things on earth, because the earth belongs to me, the creator of God, me, the human being, me who was created by God for the purposes of ruling the world. I command you, the moon, that you have no power to destroy my business. You have no power to bring sicknesses. You have no power to bring death. Because the same moon can be able to bring death. The same sun can be able to bring death. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiangazi inaua. Hallelujah. Na ndio unaona imepatia Waislamu utajiri mkubwa, because for them they command in the night and they command the moon because it has got power. If you want to go like now, if you want to get power, the government, unaenda kwa Ruto. Ukitembea tu upigwe picha na Ruto, uonekane tu na Ruto, uende ofisi ya minister yoyote, atakupatia biashara. So they know how to associate with the moon. They know how to associate with the star, the sun.
And once you capture the power, the system is the sun, the system is the moon, because that is where God put the power. That is where God said, your work is to rule the day, and your work is to rule the night. So whatever that works in the day, it is hidden in the sun. So when you command the sun, anything that was given to you in the day, you shall come. Lazima ipite, lazima ikuje. Maana command sun, na umeambia sun, this is what I want. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeambia mwezi, this is what I want. And you command it. You don't negotiate with the sun. You don't negotiate. You don't negotiate with the moon. You don't worship it. You command it because it got it. There are some power that was donated kwa jua. There are powers that were donated kwa mwezi. Na hizo powers ndizo unazitumia kucontrol. Na hizo powers ndizo wachawi wanatumia. Because they understand the scripture better than you. Nyinyi ni watu tu pokea. Pokea, unapokea nini? Lazima upokea kitu ambacho commanded. You have commanded the heavens. You have commanded everything. Things are lined up to you. The sun is lined up. The sun ikiamuka tu asubuhi, jua ikiamuka, saa morning inaamuka tu shining towards you. It shines on you. So it releases ile miale kwako, miale ya baraka inakuja kwako, because already there is a command. Mwezi ukiangaa usiku, kama sasa leo ni full moon. And when it is full moon, that is when you invest. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kwa watu wanaitwa wa Hebrew, wa Israeli, they invest, they plant, wanalima, wanafunguanga biashara when it is full moon. Hata ukikuja ushikane na Myahudi hapa, uanze biashara kabla ya full moon, watakwambia can we sustain? Tusimamishe kwanza mpaka ikuwe full moon. Because na ikikuwa full moon hawaangushangi. Sikiliza, wakati Isaac alienda kupanda, alienda kulima na kupanda when it was full moon. And it was dry. Now the Bible says, and the man became rich. The man became wealthy. He controlled the government because he knew the season of planning, the season of getting where God wants you to be. It is the season of the full moon. So in the moon there is control, there is power, there is authority, because it is given power to rule. Anything that it has been given power to rule, it has power to give. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama tunaelewana. Then akasema, and God made two great, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night, and the stars. Bwana Yesu asifiwe sana. And what? Nyota. Na ndio tunaitanga nyota. Lakini ukiangalia katika ulimwengu wa sasa, nyota zote zimeng'olewa kwetu. Na watu wa dunia wamechukua, sasa ndio unasemanga ule diamond ni star. Sasa wamekupora kutoka kwako. You are a star. Bwana Yesu asifiwe sana. You yourself, you are a star, and this star has been taken away. Diamond amekuja na amechukua. Sasa muna cling on diamond, mnasema this is a star. Mkimbiaje anakuja na kimbia na shina, mnasema ni star. But every person has a star. But this knowledge was denied to you, not to understand that you are a star. And being a star, the star guides, the star becomes, the star has power and the capacity, and it empowers. Verse 17. So without these three things, and God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth. So these three things were put at the expanse of heavens so that they are able to give power, to give light, to give direction, to give season, to give direction of your life. So without these three things, you are going nowhere. Unfortunately, this zinatumiwa na watu wa Freemason, zinatumiwa na wachawi, zinatumiwa na waganga, zinatumiwa na watu hawajui Mungu, because they understand what God did. Mahali Mungu alificha power zake, alificha kwenye mwezi, alificha kwenye jua, alificha kwenye star. Ndio unaona mtu wa dunia kama Diamond ni devil worshipper. He has sold his soul and he is a star. Michael Jackson was a star. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Hollywood ndio wanaitwa master. But when you come to you and you are a star, because you are a part of the creation of God. You are created by God so that you can be guided by them. These were not meant for animals. They were, and seasons and the time were not meant for animals. They were meant for human being. Hallelujah. So they were not meant for one human being. They were meant for every human being. Hello. So you are supposed to be having as any other that is having. Hakuna mtu ambaye ni star kukuliko. You are an equal of Ruto. You are an equal of Uhuru. You are an equal of a Diamond. It's only that them, they know how to tap it.
Them, they know how the principle, to know the principle, how to tap it. But once you know that you have a star, uko na nyota, you are able to make anything and things will work because you have been able to command them. That is why they were put in the expanse of the heavens. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 18. And the star was meant to rule over the day and over the night. These three, they were meant to rule over the day and over the night. And to separate the light from the darkness. Another principle, another reason of these three things. It is to separate the light from the darkness. To separate you from which that will stop you from becoming. To remove you from the first darkness. And to make you shine on the earth. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the power of the three. The light from the darkness. And the God saw that it was good. And we are the worshippers of God. We are followers of God. So this thing God saw it was good. Jua sio ya kwenda kujianika pale kwa beach. Unavaa kasuruali, unakaa hapo, unajipaka tumafuta, ati unaotalioa. Hapana, this is for power. Sun is for power. The moon is for power. The star is for power. For you to control, to rule the world, and to control the world, and to make sure things work for you. I don't know whether you're getting me. Naona leo nimeenda deeper kidogo. Hello. Mukitaka kuflop mflop, but I have to tell you. Yes. Because ujinga hii naona ya kusema huyu ni wa Freemason na huyu ni mrogi. Hiyo ujinga mtamaliza jeli. Bwana Yesu asifiwe sana. And God saw that it was good. God himself, the God that we worship, he saw that it was good for these people to enjoy the sun, to enjoy the moon, and to enjoy the star. What is the role of all these things? They are meant to even fight for you. They are even meant to control things for you. They are even meant to make you open doors, because it is the star that opens doors for you. When you have nyota, ukiwa na nyota ya baraka inakufungulia milango. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kile kitu wanaibaka kutoka kwa ni nyota, wanaenda kuitumia. Wanaweza kutumia nyota yako Amerika ukiwa Kenya. Wanaweza kutumia nyota yako ukiwa England, but you are in Kenya, but they use it in England. Kama sasa angalia, nyota ya Kenya ilichukuliwa na ikapelekwa mpaka UK. Wanakulanga na wanakunywa Kenya. Sasin tea, hizi tunanga sasin tea, sasin coffee, sasin everything. Hiyo ni ya British. Hii mashamba ya mananasi iko hapa Del Monte. Itakuwa Del Monte ni ya British. Hii uende kule kwa Delamere ni kwa British. Uende mashamba huko na nyuki, kila mahali mashamba makubwa ya wazungu ni ya British. Wanatumia nyota zetu, wanatumia mashamba yetu. Wakati hawa wakora wa Israeli walipoenda kule Israeli, walikuja Kenya, wakachimba mchanga wa Kenya kupitia kwa kampuni ilikuwa inaitwa Sorobonea na nyingine inaitwa H Young. Wakachukua huo mchanga, ndio wanalima nayo mananasi, ndio wanalima nayo machungwa, ndio wanalima nayo maembe kule Israeli. Na mchanga ni yenu, because they knew this is a land where man started from. So they carried the soil. Mbona hawakwenda Senegal? Mbona hawakwenda Uganda? Mbona hawakwenda mahali kwingine? They came to the cradle of mankind and took away soil as a star. They took away your blessings. That is why kule wanatuuzia sasa tunakulanga machungwa ya Israel. Te machungwa ma Israel ni megae. Na makoletu na teriwa muranga. Kubavu cia muranga citolete hau cikihura biro ribarabara na teri wakwa wakuiro na rori ugithi niguo muraria macungwa guko macungwa ni nyenda kuria macungwa ma Israeli ni mega muno. Na ni nyota yako ilichukuliwa, nyota yako ndio ilichukuliwa. Ni mchanga wako unatumika Israeli. They don't have soil. Mshoke mujirene Garden of Eden. Which Eden is that? Which Eden is that? Is it Eden or Eden? Is it Eden? Mimi ni mukamba, I say. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is why God give the sun. He hid the powers in the sun, in the moon and the stars, so that these things, if you know to unravel them, you are able to control the world. These things, if you are able to know them, you are able to fight any battle, that you are going to win any single battle and nobody is going to defeat you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wow. Kinaanza kuingia. The purpose of the sun, it is for your destiny. The sun, it is destined to organize your destinies, because it creates seasons for you. It creates times for you. It creates atmospheres for you. So when you don't have a season, when you don't have a time, then your destiny has collapsed.
So your destiny is connected to the sun. If you are able to command the sun, your destiny will be, itatokezea, maana it will give you season, itakupatia time. Na inakwambia sasa ni wakati wa kubarikiwa, sasa ni wakati wa kupanda, sasa ni wakati wa kwenda kutafuta kazi, sasa ni wakati wa kufanya kitu. Alafu ukiingia ndani ya mwezi inakwambia when it is full moon, that is the time you invest. Because when it is full moon, hata unaangalianga si wa mama, mkikuwa na full moon ndio mnapatanga mayai, mnapatanga mtoto. Hallelujah, mama. Kanatiwa. Yes. So connect it. Connect it. That is where your power is. If you only understand the principle of the three, you conquer the world and nobody will be able to conquer you. You will win your business. You can see a business and understand that way. You will conquer the business. Ukiamuka asubuhi, una command the sun. Ukienda kulala, una command the moon. And then you direct the stars. That is how they were able to direct the stars kutafuta Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati Yesu anapotea kwenda Egypt, the star led them. The star will lead you. It is not for making celebrities. It's meant to make you move from one level, to give you direction where what you are, what you are supposed to be, where and when. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo imekuwa ngumu. Ani hiki kizungu mingi uelewi. Yes. Let's tuangalie kitabu cha Judges chapter number 5. Judges chapter number 5 verse 15. Verse 19 to 20. Judges, quickly tuende haraka. Mulikula wakati wangu mwingi. Next time nataka worship wanasimama saa 5 sharp. Ndio wanagonga mpaka saa 6. Na mimi nakuja nagonga saa 6 mpaka saa 7. Watu wanaenda kukula lunch, tunarudi service jioni. Si ndio? Lakini worship tuipatie wakati mzuri. Siku kuitisha hiyo sio Judges umeniwekea. Amekuchakajikiwa akiwa bure. Hey. Niona, mbona mikimbia? Judges. Niko New Testament. Ni old. Karibu na ati nego ni matireli mwana oliko. Matiragerera ha. Mkristo mwenye ajui kufungua Biblia akioi apostle. Simuniombee hapa. Hii nyota yangu hapa hii. Umeyekea nyota yangu hapa ifanye. The Kings 15. Yeah, 19 to 20, sorry, not 15. 19 to 20. Chapter 5, 19 to 20. The kings came, they fought. Nisikilize sasa hapa. The kings came, they fought. Then fought the kings. The kings came, they fought. Then they fought what? They fought the kings. So the kings came to fight the kings. Hallelujah. Of Canaan and Tanach by the waters of Megiddo. They got no spoils of silver. Hallelujah. Then verse number 20. Let's get to number 20. These kings came to fight the king, but they got no spoils from heavens. Hallelujah. From heaven the stars fought for us. Oh my God. The stars are meant to fight for you. From heaven the stars fought. From their causes they fought against Sisera. So the stars are meant to fight for you. When the kings come to fight the kings, the stars will be dropped down to come and fight those kings that have come to fight the king.
Hallelujah. So that's the purpose. So the purpose of the star is to fight battles for you. Ni ya kukupigania. Sasa inua nyota yako, icommand, uiambie nao, sina silaha, sina upanga, sina bunduki, lakini niko na uwezo. Si umesikia wamesema tumesimamisha damu, hawapati damu ile walikuwa nataka. Ndio kama na leukemia imewakamata. Ndio maana dikono lio wetio yao. Hallelujah. Because the star. Sema the star. Oh, the star has fought. The star has fought. Stars from heaven, they came from heaven. They dropped from heaven to come and fight, to do a battle for them. They came to fight for them. That is the power behind the star. I don't know whether you're getting me right. Munanielewa lakini? Nije mumenyeleta kia pokea gari. Pokea Range Rover. I'm opening your eyes to command these things. Range Rover ni kakitu kadogo sana. You command powers from wherever you are. Hallelujah. You command stars zinaanguka, zinaingia State House, zinavunja kakanisa ka State House, kana vunjwa kana haribika. Ora makatata, rekekekeke, stars zinaanguka, rapa kanta rabababasha, riakakaka. Hey! Hey, fuck you. Tuangalie kitabu cha Joshua 10 mstari wa 10 mpaka 14. Joshua 10 mstari wa 10 mpaka 14. Ore marina shendelele daya kandalala. Waganga wakienda kuchukua masilaha zao, wanaendanga wana command star zako, wanaimba nyota yako, wanaenda wanachukua mtoto wako. They need only a book ya mtoto wako, they need only a jacket, a t-shirt ya mtoto yako, wanataka kitu kidogo tu cha mtoto wako, wanachukua wanapeleka kwa mganga. Akili zote za mtoto zinachukuliwa, zina benefit mtoto mwingine. Hiyo ndio wizi wa nyota. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio uliona kakijana Karuto kakitembea hapa na mood. Angalia mood. Sema mood. Mood was not meant. Hiyo sasa mnaangalia mood. It was a diversion. Because walitaka kuchukua nyota za vijana. Ndio uliona ilipofunguliwa, iliitishwa pasta wa kwao, alafu kukaitwa wasichana katika ulimwengu wa giza wanavurutanga. Gari ikavurutwa na wasichana na kamba ikiondoka, wakitembea kifreemason, wanaendanga kama army with a march wakivuruta. Wakati president amemaliza kazi yake, anawekelea ndani ya Land Rover, anavurutwa na jeshi akitolewa ndani ya compound, maana he has gone to another territory. Gari hii ilivurutwa, ikavurutwa na wasichana wa kuzimu. Kisha wakati ilitoka, ikapelekwa kwenye madhabahu ya baba wa taifa, mwenye niliwaambia ndio mwenye madhabahu ya pesa, KICC. Wale vijana wanasemanga Ruto must go, walikuwa nasema George Ruto. Walikuwa wanamsifu, wanasema baba yake ni mwizi. Hawakuuliza kijana huyu ametoa wapi 14 million. Because they were changing, walikuwa wana change the stars. Hiyo ndio maana uliona wale vijana wamekamatwa, wamenyolewa nywele na wamekatwa kucha zao. Because through the hair, through the makucha na through the blood, they get your stars out. Maana wanataka kujua hii akili ambayo wanafanya nao AI, hii akili mingi ya kuweka mtu mpaka kwenye coffin, venye tumeweka mtu hapa kwa coffin, hiyo akili mingi wanatokanga wapi? Si akili tunakuanga nayo mingi. We have the star that are fighting for us. We have the stars ambazo zinatupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko kitabu gani? Joshua 10. Joshua keroga mana igoro Ageragai. Oh. Omode drama otakwete. Omode drama uko. Tulianza maombi tukakamata wachawi, tukakamata mailiminati. Sasa utakaa hapo mpaka witness. Nikimaliza service na wewe ndio unaisha. You are under arrest.
And the Lord threw them into a panic before Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. Who struck them with a great blow in Gibeon and chased them by the way of the ascent of Bethlehem, and struck them as far as Azekah and Makeda. And then verse 11, quickly. Mimi nasikia kwenda haraka. And as they fled before Israel, while they were going down to ascend to Bethlehem, the Lord threw down large stones. The Lord threw down what? Large stones. Hebu mwambie mwenzako, the Lord threw down large stones. The Lord, sio Ruto, sio wa Munyoro. The Lord akaangusha mawe kutoka juu, akaangusha big stones kutoka juu. And the Lord, ulisikiaje makombora ikitoka juu? And the Lord threw large stones from heaven on as far as Azekah, and they died. There were no more who died because of the hailstones that the sons of Israel killed with the sword. The only thing that can drop from heaven, stars. Hallelujah. They dropped, they came. So the star is meant to fight for you. The star is supposed to fight way for you and to win victories and to win battles for you, because that is what is meant for you. If only you understand, you got the third weapon, that is the sun weapon, and that's the moon weapon, and that is what? The star weapon. And now we are getting to the last weapon that is so powerful. Hello. Ebu leta nikuonyeshe maji. Nataka kuiguza hapa tu chini. Nataka kuiguza na iweka damu ya Yesu Kristo. In Jesus name. Sasa kunywa. Ndio huyo. 1, 2, 3, aguka. Tupate kitabu cha Isaya 14 mstari wa 12. Isaya 14 mstari wa 12. Hallelujah. Sijui kama msipoelewa ya leo. Munafaa kukufa. Mwaga konyita kiomuthi. Ndobatie gutura. Tegwetaga ihaha. Mwaga konyita kiomuthi. Umenye haria makinya maku moreire. Umenye mahitia maria wekaga. Yes, just you need to command the sun. You need to command the moon. You need to command the star. Hallelujah. How you are fallen from heaven. Daystar, oh Daystar, son of down. How you are cut down to the ground. You who laid the nations low. Huyo ni nani? Lucifer. Himself. He's talking about Lucifer. So Lucifer was the controller of the dawn. Hallelujah. Lucifer is the controller of what? Morning. When you wake up, he was not only the controller of praise and worship team, but he was also the controller of your morning. When you wake up, they command the morning. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. They arrest your morning. So wakati unaenda kutoka, unatoka ukiwa umesinzia, unatoka haujielewi, you are confused. You wake up in the morning, ukaje na nyamusita kwa odiro. Because Lucifer is the controller of the dawn. Hello. Ani amunielewi? Umerushiwa confusion? Ninaondoa confusion kwenu. How you are fallen. Yani from heaven. Yani he was dropped from heaven. You the controller of who? Dawn.
Bwana Yesu asifiwe sana. And O day star, son of dawn, how you are cut down to the ground, you who laid the nations low. Then verse 13, quickly, twende haraka haraka, time imeenda sana. Verse 13. You said in your heart, hallelujah, I will ascend to heaven. Above the stars of God, I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. That is the thinking of the devil, that he will ascend to heaven. Aende ajifiche ndani ya star, then they will control you. Hallelujah. That is where the devil hides his head, in the stars, to control your life, to control your business, to control your marriage, to control your children, to control your people, to control your job, to control your anything that you do is controlled. So that is the reason, because he is the king of the dawn. Wa asubuhi, the morning star. Inaitangwa the morning star. That is why we are asked to command your morning. When I say, before you get out of the house, before you start the church, before you start preaching, before you start fighting, mukisema huyu ni wa devil worshiper na huyu si wa devil worshiper, then you have first, before that, you command, kutoka saa 9, kutoka saa 6 usiku, you command your morning. Hallelujah. When you command your morning, you will have commanded the spirit that can distract you from the plan of God. Because if they command your morning, before you command it, you will be, the whole day, itapotelea. The whole day, you will not work. You will not be successful. You will not be able to move to anywhere. You will be stuck because you are unable to command. So the morning is spoken to. The moon is spoken to. The sun is spoken to. And the stars are spoken to. Speak to them. You have understood what is in the star. The power of God to guide you is in the star. The sun rules and the moon rules. And the morning creates confusion or the blessings of your life. Tusimame kwa miguu yetu. Shika sadaka yako ya kujinasua. Tufungulie kitabu cha Ayubu 3:12. Ayubu 38:14. Tafadhali tusimame, kila mtu asimame, hata mashosho msimame. Tusimame tuabudu Mungu sasa. Maana we have to command the sun. We have to command the moon. We have to command the star. We have to command the morning. For us to be successful. For us to make our way out. Because already jua yetu ilishazungumziwa, imefungwa. Mwezi wetu ulishazungumziwa, umefungwa. Nyota zetu zimezafunguziwa, zimeibiwa. And our morning, instead of praising and worshiping God in the morning, tulianza vita. Tulianza kuchukiana. Kutoka nyumbani mlikosana na wazazi. Ukiingia kwa gari matatu, makanga walikutukana. Yani things didn't work for you in the morning. Bwana Yesu asifiwe sana. So your day has been spoiled. Siku yako yote imeharibika. Maana you are not in the position to command that morning. It is not that you are not lucky. It is because you don't know how to command. Speak to the sun. This week from today, mpaka Sunday, we shall be praying on commanding the sun, commanding the star, commanding the moon. Na kuitisha vitu zetu zote ambazo zimeibiwa na hawa watu wa shetani. Kucommand vitu zetu, biashara zetu. To command the day. Siku yetu na i-command. We command the nights. We command the days. We command everything. We capture the whole system of God. Because this is a system that was created by God for mankind. It was not created for anybody else. It was created for mankind. But now this mankind has decided to do it for his own, for the benefits of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. And now in the book of Job 38:14, it is changed like clay under the seal. It is features stands out like garment. 15 please. From the wicked their light is withheld. From the wicked their light is withheld. And what is the control of the light? It is the sun. Their light, their sun has been withheld in the wicked places, and the uplifted arm is broken. They uplifted,
mikono yao ambayo is broken. So they have tampered with your light. They have tampered with your sun. They have tampered with your moon. They have tampered with your stars. They have tampered with your morning. Verse 16, quickly. Have you entered into the springs of the sea, or walked in the recesses of the deep? 17. Have the gates of death been revealed to you, or have you seen the gates of the deep darkness? Because they have tampered with your systems. That is why you are unable to do. As a nation, we have been tampered with by the leadership. That is why they want the blood of the young people. That's why they want the blood for them to be sustained. Wanatafuta damu. That's why they are ready to kill. But wataua mama zao. Si huyu ulikangwe hakufa Mercury. Ni wangapi? Wale mnajua wanaomba sana Nairobi? Mwai mshaangusha. Nadhika. Kwa hivyo ni kama watatu tu. Wengine mumemeza? Ni nini yangu mumeshika? Kwa sahi? Sasa muliishika aje? Wewe weka pale. Hebu shika hiyo pesa yako. Uko na pesa? Hebu itoe. Hebu leta hiyo umeshika hiyo, nataka hiyo umeshika. Ni ya Wagoi. Ile mmepanga kunipatia? Lakini kwa nini lazima tushike anga yako ya kupata pesa? Bali yetu ni kama kuna Mungu mbinguni. Aya. Mbona utakemea? Sasa nakuuliza, kule hamjui Mungu? Wewe Mungu ndio tunasikianga mnajuana naye sana. Nyinyi hamumtambui? Hizo ni salamu Nairobi. Ni salamu wapi? Mimi ni mtu wa kunua mood. Hebu anja hiyo kidogo. Hebu ramba. Ramba ingine. Hiyo ni Baba. Ramba Mwana. Ramba Watatu, ramba Roho Mtakatifu. Sasa uende ukiendaka mpaka kuzimu. Wachaneni naye, ondokieni yeye kabisa. Wacha aende kuzimu peke yake. Aende kuzimu. Tulisema tukimaliza ibada tunamaliza na yeye. Wekeni sadaka zenu kwenye mikapu. Waimbaji endelea. Mwambie yake screen. Wala silaha ni kwa Roho Mtakatifu. Sikwa wala silaha ni kwa Roho. Yes, ramba wa mbinguni. Nimeenda nchi ngapi? Nango. Unawasumbua. Sasa
Sasa nasema hivi, jina la Yesu aliye hai, kutoka sasa hauna mamlaka, hauna ushindi, hauna lolote. Mizimu yote iliyowekwa ndani yako katika jina la Yesu. 1 2 3. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nazo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza kwa jina. Uko mahali hapa unasikia ungetaka kupata mahusiano yako mazuri na Yesu, you want to get saved, unaweza kuja hapa kwenye atmosphere hii ambayo Mungu ameachilia. Nyota yako ilegee, jua lako liwake, nuru yako iwake tena. Just come here very fast. You know that I don't have a good relationship with Jesus Christ. I need to come back to Jesus Christ. Nimetenda matendo ambayo yanaweza kuwa yamekosea Mungu. Kuja hapa. Wagoi. Kuja hapa. Kuja hapa utubu, tukupeleke kwa Mungu. Simama hapa. Nasara kasi sitaki. Quickly. Unajihisi ya kwamba you need Jesus. Unasikia I am weak. Niko weak. Ninahitaji Yesu. Nahitaji kubarikiwa tena. Nahitaji kufunguliwa maisha yangu tena. Ninakungojea kuja tu. Najua tunakuanga na mapitio mengi ambayo sio mazuri. Maybe tulizungumza, maybe tulijikuta, maybe tulifanya vitu, tulikunywa kamuratina, tuliongea vibaya, tulijikuta kwenye mipango ya kishetani. Just come forward. We need to pray with you. We need to break this bondage. Nataka nikuregeshee nyota yako. Nataka nikuregeshee mwanga wako kawakie tena. Unahisi ya kwamba ni kama nao umeingia kwenye giza ambalo haujioni, haujisaidiani, you are in total darkness. Nothing there is working in you. Just come. I'm waiting for you. I know you are many people. I'm waiting for you. God is here. Amesema anataka kuhakishia mtu mwanga. Anataka kuhakishia mtu mwanga wake. Ndio wake liotawa wako. My brother, what is so good with that thing? You know, I'm not saying sikwambii utoe. Uzuri wake nini? Yeah. Ngoja. So the moment nienda kwa juu ya vumbi. Nikikuombea unaweza kutoa. For now hata imeanza kupona. Wacha sasa niombee uipone kabisa. Unaweza itoa? Okay. Kwa saa hii utarudisha. Toa tu. Utarudisha. Lakini sioni sitaona haja yake, hata wewe utaona haja yake. But for now, acha nikuombea tu ndio upone mara moja. Thank you. Yes. Unajihisi kabisa your relationship with God has been down na unahitaji tena Mungu akuinue tena. This is the day. Connectivity yako inaingia, biashara yako itaingia, maisha yako ya kindoa itaingia. Anything, your ministry will come back to you. Because God will set you back. Atakufanya kwenye factory setting. Atakuset back to the systems zake. And from today you will be walking into the systems. Kuna wale ambao mumetumika kwa shetani. Labda mumetumwa na wahubiri mkuje mvunje hii nyumba, mvunje kanisa hii. Kama hao wametumwa kutoka kwingine. We are sent. Kuna watu wametumwa hapa. Ninawajua kuna watu wa Awor, kuna watu wa huyu jamaa wa hapa na wengine wengi wametumwa kutoka kwa Freemason. NSIS guys, wale mumetumwa hapa, hakuna kitu mtapata. Ambieni bosi wenu hapa hakuna kitu. This guy is seasoned. Ni mtu amepitia seasoned. Ako wapi? Ebu ende mshike mlete. Ebu tuonyesha amevaa nguo namna gani? Tuinue mikono yetu juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuinue mikono yetu juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nimekuja
nimeinua mikono yangu juu, ishara ya kusarenda. Naitisha mkono wako, naitisha baraka yako, naitisha ushindi wako. Niregeshe nyota yangu, niregeshe mwezi wangu, niregeshe jua yangu, niregeshe njia zangu. Niwe mshindi, niwe mshindi. Reunite me, niunganishe na baraka zangu, niunganishe na destiny yangu, niunganishe na nyakati zangu, niunganishe na nguvu yangu. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto hawa nimewaleta mbele zako. Ninatubu dhambi kwa niaba zao na ilete kwako. Pia hawa watoto Baba, na wakabidhi mikononi mwako. Nyota zao walipokonywa, asubuhi zao zilinenewa maovu, jua lao lilibebwa likaondolewa, na hata miezi yao ikaondoka. Sasa wamebaki bila sababu, wamebaki bila kujielewa, wamebaki bila kujua kesho yao, wamebaki bila kujua majira yao. Baba, siku hii angalia walivyoinua mikono yao juu. Wamesema wanakuhitaji, wamesema wanahitaji mkono wako, wanahitaji baraka zako. Wateremkie sasa, waonekanie sasa, waonekanie sasa, waonekanie sasa. Reveal yourself to them, reveal yourself to them, reveal yourself to them. Wajase sasa, wajase, wapatie ujaso, wapatie uregesho Baba, wapatie uregesho, wapatie uregesho, mpatie uregesho wake Baba. Waliiba nyota yake wakaitumia kule kuzimu. Sasa wameshindwa, 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 wameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Every demonic is destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Mungu wa mbinguni akuonekanie, nyota yako na ikaregeshwe, nguvu zako na zikaregeshwe, ushindi wako na ukaregeshwe, neema ya Mungu ikashike juu yako, matamshi ya Mungu yawe juu yako. Mungu akuonekanie in every aspect of your life. May the Spirit of God dwell in you. La Mungu akuonekanie in this, may the Spirit of God dwell in you. May the Spirit of God ujazwe tena, ujazwe na Roho Mtakatifu, 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 ujazwe na Roho Mtakatifu. Ihorero ni Roho wa Agai, ihorero ni Roho wa Agai. May the God, the Spirit of God fill you again. Ujazwe tena, upate uregesho, upate uregesho, upate uregesho, upate uregesho, upate uregesho, pata uregesho kwenye biashara, pata uregesho kwenye ndoa, pata uregesho, pata uregesho, pata uregesho, pata nguvu mpya, pata neema ya Mungu, pata neema ya Mungu, pata neema ya Mungu, pata neema ya Mungu, pata ushindi wa Mungu. May the Spirit of God fill you in Jesus name. Mtu aseme amen. Umebarikiwa. God is great.